accounts. Get the point. Amina. Asante sana. Na au ni wa Naronyo Kolarasha wanaingia. Saizi tunaenda kubarikiwa na nyimbo mbili kutoka kwa Orarasha, mandugu zetu wa huko Rift Valley. Karibu. Asante, tumebarikiwa sana sana sana. Na wamesema pia wako na wimbo wa Kikisii, ikiwa tutapata nafasi tutawapa. Ili mlete huo wimbo. Iwapo uko njiani bado unafikiria hatujaanza, tunawasia kwamba mje kwa mwendo wa haraka kidogo ili tuanze pamoja kuingia katika sabato takatifu la Mwenyezi Mungu.
Amina. Wimbo mwingine. Hao wanaoendelea kuimba ni Olarasha na wanaendelea kutubariki sana kwa nyimbo za kutukuza Mwenyezi Mungu. Sawa, baada ya Olarasha na Ronyo watakuja na wimbo moja wa Ekegusi watubariki nayo. Asante, asante.
Amina. Hata ndugu zetu wanasema give me Kenyenya all I do what? Karibu. Asante. Kwa sababu ya muda tunataka tutamatishe kwa maombi, tumalize kipindi cha nyimbo. Let us pray. Wacha wafike. Asante, hao ni wale ambao wametubariki na nyimbo za kuabudu Mwenyezi Mungu. Now shall we believe and pray? Almighty Father God, who lives high above, who sit at the seat of throne, we come before thy presence once more, now with thanksgiving because you've been of great importance to us, because you've guided us with your Holy Spirit from the beginning up to now. We have been in song sessions, and indeed you've blessed us with the voices that you've created into us. How we pray that all that we have got from the song may be of great importance to our lives, to change and transform us for the better as we wait for thy second coming. And for the session that is ahead of us, we commit them unto able hands, and we believe that you are going to take good care of us. We ask all this trusting and believing in Jesus' holy name. Karibu. Wacha nikaribishe pastor. Nataka kuweka mkutano wageni wetu kutoka sehemu ile ingine ya Kenya. I want to thank God for you kwa sababu mumekuwa hapa kwa mkutano huu. I don't know your schedule. Kama mnaweza kutoka saa hii sijui, but how I pray that muweze kufunga kamba kidogo, angalau mukasikia maneno ya Mungu vile yanavyoletwa na mtumishi wake masaa haya. Kidogo tu, masaa sio mbali, ingawaje naelewa njia sio nzuri, lakini kidogo tu elder ataweza kufanya kwa haraka. Kwa hivyo kwa sasa hivi ninataka kutangaza hivi: leo ni Friday, kesho ni Sabato, na Sabato inaanza jua likianguka chini. Kwa sababu hiyo tutakuwa na kipindi kimoja. Pastor ataomba wakati elder amemaliza, ili tuweze kupea fundi hawa nafasi ili waweze kumaliza chukua hili letu ili liweze kutumika kesho. Kwa hivyo mpangilio uko namna hiyo, na najua kila mmoja atabarikiwa na neema za Mungu sitakuwa kochokocho kwetu. Asante mfalme wa Mungu. Sasa wa mbingu, nataka tuombe ili tumpishe mgeni wetu. Tuombe. Baba mfalme, Mungu wetu ishie mbinguni, tunajua kwamba sisi ni wenye dhambi, watu wasiostahili kamwe. Lakini neema zako, huruma zako ni nyingi sana kwetu. Hata unatungoja sana ili tuweze kukamilika Yesu rutipo mara ya pili, tuwe tumeandaliwa, tuonane na wewe, tuende nyumbani, tutoke kwa dunia hii ya dhambi, dunia ambayo iko na mahangaiko na shida na mambo mengi ya kibinadamu na hata kishetani. Mungu wetu, tunamkemea shetani asiwe katika mkutano huu. Sasa wakati utaongea nasi, uandae mioyo yetu, kwa sababu tunataka kusikia ukiongea kwetu, na tukighaili Mungu wetu tuweze kutoka dhambini, tuandaliwe kwa sababu ya kurudi kwako mara ya pili. Tumealika Roho Mtakatifu aweze kuchukua nafasi sasa mpaka tamati, maana tumeomba kupitia kwa jina safi la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Sasa elder, it is your time to come.
Nataka nichukue nafasi hii ni wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya jioni hii tena. Tunataka kuliangazia neno la Mwenyezi Mungu. Ila kabla sijafanya hivyo, ni washukuru wale waimbaji ambao wamekuwa wakitubariki hapa, kile kikundi ambacho kimetoka Kisii na wale waimbaji makundi mawili ambao wametoka Umasaini. Mungu awabariki sana kwa sababu ya kujiunga nasi katika ibada na kuendeleza kazi hii ya Injili. Mbarikiwe sana na baraka zitokazo mbinguni. Bwana azidi kuiboresha huduma yenu. Na kwa hiyo basi niwakaribisheni katika kipindi chetu cha jioni hii ambavyo Bwana atakavyotuelekeza kwa neno lake tena mara nyingine. Jana tuliangazia haswa kumhusu ibilisi mwovu Shetani, na hatima yake ikabainika ya kwamba sababu ambayo kwayo ulimwengu wetu upo namna ulivyo sio kwa sababu Mungu hatupendi wala hatujali. Sio kwa sababu Mungu ndiye mhusika au anayepaswa kulaumiwa, ila sisi tulimpatia Shetani nafasi ya kuingilia kati na hatimaye ulimwengu wetu ukajipata katika hali ambayo ipo siku hii ya leo. Na kwa hiyo tukasema ya kwamba Shetani ana mamlaka, Shetani ana uwezo, ila nguvu inayoweza kumshughulikia kikamilifu Yesu tu. Hiyo ndio nguvu ambayo Shetani inaweza kumshughulikia kikamilifu. Leo ningependa kujibu ni kwa nini basi nguvu ya Yesu ndiyo nguvu peke yake ambayo inaweza kumshughulikia Shetani kikamilifu. Ni kwa nini nguvu ya Yesu Kristo ndiyo nguvu peke yake ambayo inaweza kumshughulikia Shetani kikamilifu. Unajua, Yohana mwanafunzi alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo, na haswa kati ya wanafunzi wote 12 yeye ndiye aliyekufa wa mwisho. Na Yohana baada ya kujaribiwa kuuawa na serikali ya Kirumi, walipokosa kufaulu kumwangamiza kwa kumtumbikiza kwenye mafuta ambayo alikuwa yametokota, hatimaye wakamrusha kwenye kisiwa cha Patimo ili aweze kuliwa na wanyama pori, hatimaye afariki akiwa Patimo. Ila Yohana alisimama katika kumtetea Yesu Kristo. Yohana hakushtuliwa na kifo. Yohana hakubabaishwa na serikali ya Kirumi. Unajua, serikali ya Kirumi haikukaribisha sana Ukristo, na ni kwa sababu Ukristo ulikuwa unaonekana ukipaa, ukiendelea, ukikua, na Warumi waliamini ya kwamba taabu zao zilichangiwa na Wakristo, na kwa sababu ya hiyo walifanya kila waliloweza ili kwamba waweze kuangamiza Ukristo na kumaliza. Na Yohana akaanguka mikononi mwao, hatimaye akatupwa kwenye kisiwa cha Patimo, akaachwa peke yake ili kwamba aweze kufariki huko baada ya kuliwa na wanyamapori. Lakini Yohana alizidi kuwa mwaminifu kwa Yesu aliyemkomboa. Yohana alizidi kuwa mwaminifu kwa Yesu ambaye alikuwa amemwona akifanya miujiza mingi sana. Unajua, Yesu alipokuwa hapo ulimwenguni, Yohana alimwona akigusa macho ya vipofu na wakaona. Yohana alimwona akigusa masikio ya viziwi na wakasikia. Yohana aliona Yesu akigusa mikono iliyopooza na ikapata nguvu tena. Yohana aliona vilema wakitembea, aliona viwete wakirukaruka tena. Na kwa sababu hii Yohana alikuwa na ujasiri kwa Yesu wa Biblia, na ndiyo maana alikuwa radhi afe, alikuwa radhi apoteze maisha yake, lakini asiweze kumkana huyu Yesu ambaye alikuwa ameuona uweza wake ukidhihirika. Lakini kitu gani spesheli haswa ambacho Yohana alikiamini kuhusu Yesu? Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wake ni ule wa 9.
Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wake ni ule wa 9. Neno la Mungu linasema vipi msomaji? Inasema Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wake wa 9 inasema, Biblia takatifu inasema, sawa, twende. Mimi Yohana ndugu yenu, soma kabisa, na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Sawa. Nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Anasema nilikuwa kwenye kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na kwa sababu ya vitu hivi viwili, Yohana akachagua atengwe na majamaa, atengwe na marafiki, atengwe na familia, lakini asimkane Yesu ambaye alikuwa amejidhihirisha kwake, alikuwa ameonyesha uweza wake, alikuwa ameonyesha ukuu wake. Yohana alichagua asijitenge na huyu Yesu ambaye alikuwa anajua haswa Yesu ni nani. Na Yesu, kwa sababu ya Yohana kujitolea, mstari wa 17 na mstari wa 18, Yesu akamtembelea Yohana na kumpatia neno la tumaini kwenye kisiwa cha Patmo. Akamwambia maneno yafuatayo, Ufunuo 1:17 na 18. Twende, inasema, twende kabisa. Nami nilipomwona, twende, nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Sawa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu. Sawa. Akisema, usiogope. Yesu anamtia Yohana moyo, anamtia shime, anamwambia Yohana, ninajua hali ambayo unapitia, ninajua kwamba umejitoa kwa sababu yangu, lakini Yesu anamwambia usiogope. Twende, kwa nini? Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, twende kabisa, na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa. Sawa. Na tazama, ni hai hata milele. Tulia hapo, Mungu akubariki. Anasema nalikuwa nimekufa, lakini Yohana, najua umejitolea kukaa kwenye kisiwa cha Patmo, samahani, kwa sababu ya ushuhuda wangu na kwa sababu ya neno langu. Sasa sikiliza Yohana, mimi nilikuwa nimekufa, lakini sasa niko hai tena milele. Maliza fungu kabisa, inasema twende. Nami ninazo funguo za mauti, na za kuzimu. Yesu anampatia Yohana siri, anamwambia ninazo funguo za mauti na tena za kuzimu. Hii ndiyo siri spesheli ya Ukristo uliokomaa. Hii ndiyo siri spesheli ya tumaini pekee katika Ukristo, kwa sababu wapenzi, kama Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, yeye ni zaidi ya mwanadamu. Kama Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, yeye ni zaidi ya mwanadamu. Na ndiyo maana kama yeye ni zaidi ya mwanadamu, hiyo nguvu aliyonayo kufufuka kutoka kaburini, hiyo nguvu aliyonayo kushinda mauti na kaburi, hiyo nguvu aliyonayo kushinda kuzimu, ndiyo nguvu tunahitaji ili kwamba tukaweze kupambana dhidi ya ibilisi mwovu Shetani, ili kwamba tukaweze kumshinda Shetani na nira zake na uwezo wake na mipango yake. Hii ndiyo nguvu tunahitaji, wapenzi. Kwa hiyo Yesu kama mwana wa Mungu ni zaidi ya mwanadamu mzuri. Yesu kama mwana wa Mungu, wapenzi, alifufuka kutoka katika wafu. Ana uwezo juu ya kaburi, wapenzi, na kama ana uwezo juu ya kaburi, ina maana hakuna kitu kinachoweza kumshinda katika maisha yetu. Hakuna kitu kinaweza kumshinda dhidi ya miale, dhidi ya uvamizi, dhidi ya majaribu na uweza wa ibilisi mwovu Shetani. Kwa hiyo katika pambano kuu, ndiyo Shetani anaweza. Katika pambano kuu, ndiyo Shetani anaweza kutuangaisha na uweza wake ambao sio mdogo, lakini katika pambano kuu tuna siri ya ushindi, na siri hiyo inapatikana kwa uweza alionao Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
siri ya ushindi ni kile ambacho Yesu yuko nao, na Yohana aliamini hiki, na kwa sababu Yohana aliamini hiki, alichagua kuachwa Patimo, alichagua atengwe na familia, alichagua atengwe na marafiki, kwa sababu alijua yule ambaye amemwamini, yule ambaye amejitegemeza kwake, ni yule ambaye ana uwezo usiopunguka. Wapenzi, kama Yesu kweli ni Mungu, basi kile ambacho anakitoa ambacho ni uzima wa milele ni kweli. Kama Yesu kweli ni Mungu, kile ambacho anatupatia ambacho ni uzima wa milele ni kweli. Na wanaomwamini Yesu Kristo hata kifo, kwa nini wanajua? Hata wakifa wanatumaini kwa Yesu Kristo aliye na funguo za kuzimu, aliye na funguo za kaburi, aliyeshinda mauti. Wana ujasiri kwa Yesu kwa sababu ya kile ambacho Yesu anakipeana. Wapenzi, kaburi tena sio shimo lililogiza chini ya ardhi. Kifo tena si kile ambacho kinapaswa kutuliza. Tunaweza kupewa na siri ya ufufuo, kwa sababu Yesu tunayemwabudu ni Yesu ambaye ana uweza usiopunguka. Wapenzi, na kama siri ni hiyo, huyu Yesu ndiye mwenye uweza wa kuyabadili maisha yetu. Kama anaweza kufufuka kutoka kwa wafu, sikia, kama anaweza kushinda kitu ambacho tunakiogopa zaidi. Unajua, kitokea simba hapa ghafla, hata labda na mimi microphone itadondoka chini na nikuwe mguu niponye. Maanake kifo tunakiogopa sana, lakini hicho ambacho tunakiogopa sana, huyu Yesu tunayemtangaza wakati mmoja alikiexperience mauti. Haku experience tu kifo. Huyu Yesu tunayemtangaza hatimaye alishinda hayo mauti. Na kama Yesu anaweza kushinda kaburi, anaweza kushinda mauti, anaweza kufuka kutoka kaburini, ni kipi kinachoweza kumshinda? Hakuna. Akipewa nafasi maishani, lazima badiliko liwepo. Akipewa, sikiliza, nafasi maishani, lazima badiliko liwepo, kwa sababu yeye ni zaidi ya mtu mzuri. Yeye ni zaidi ya mwalimu mzuri. Yeye ni zaidi ya mwanafilosofia. Yeye ni zaidi ya kiongozi mzuri wa dini. Yesu ni Mungu mwenyewe. Niruhusu nikupatie ithibati chache tu ambazo zitakupatia ujasiri ya kwamba huyu Yesu ni zaidi ya mwanadamu. Ithibati tu chache katika Biblia zitakazo kupatia ujasiri kwamba huyu Yesu ni zaidi ya mwanadamu. Soma nami kitabu cha Yohana kwanza 5:39. Makenzi, twende. Yohana 5 mstari wake ni wa 39. Sikia jinsi Yesu, baadaye haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Sikia jinsi anavyonena. Tembea, twende. Yohana wa kwanza sura ya 5. Yohana Injili 5:39. Samahani. Sawa. Yohana Injili 5:39, Biblia iseme. Biblia takatifu inasema, sawa, mwayachunguza maandiko kwa sababu nyie mnadhani kwamba ninyi mna uzima. Soma kabisa. Wa milele ndani yake. Maliza. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Yesu anasema mnayachunguza maandiko mkidhani ya kwamba ndani yake mna uzima wa milele, lakini Yesu anasema hayo maandiko yananishuhudia mimi. Acha tuwe waaminifu kwa muktadha wa fungu. Yesu anapozungumza maneno haya, hakukuwa na agano jipya. Yesu anapozungumza na Mafarisayo maneno haya, hakukuwa kumeandikwa agano jipya. What's the right context of the text ambayo tumesoma? Kwa hivyo anapoambia maandiko yananishuhudia mimi, mnayachunguza maandiko, alikuwa anamaanisha agano la kale. Wanapoyachunguza na kuyaona vitu ambavyo viliandikwa kumhusu, anasema hayo maandiko ambayo mnayachunguza yananishuhudia mimi. Unajua, waandishi, wachanganuzi na wasomi wanasema ya kwamba kitabu cha kwanza kuandikwa kwenye agano jipya ni kitabu cha Marko.
na kiliandikwa takriban miaka 20 baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni. Kumaanisha wakati Yesu akisema mnayachunguza maandiko, Yesu anamaanisha agano la kale. Kwa hiyo ndani ya dakika chache tutembee kwenye kurasa za agano la kale, tumwone Yesu ambaye anayapanga maisha yake kabla hayajatokea. Yesu ambaye anazungumza maneno kujihusu katika umakini wake kabla hayajatokea. Tumwone Yesu aliye zaidi ya mwanadamu, aliye zaidi ya mtu wa kawaida. Natamani jioni hii ya kipekee imani yako ishike ukweli huu, imani yako ipatiwe moyo na kuinuliwa juu na kupaa. Ujue ya kwamba Yesu alikuwa zaidi ya mtu mzuri. Yesu alikuwa zaidi ya mwana filosofia. Yesu alikuwa zaidi ya mwalimu mzuri. Yesu alikuwa zaidi ya kiongozi wa kidini. Yesu alikuwa mwana wa Mungu aliye hai, na Mungu mwenyewe aliyefichika katika mwili akiwa hapa duniani. Na hii ikupatia ujasiri kwa uweza ambao Yesu yupo nao kukusaidia maishani mwako, kwa uweza ambao Yesu yupo nao kuyatatua matatizo yako, kwa uweza ambao Yesu yupo nao kukupatia ushindi dhidi ya dhambi. Hebu nione wale ambao wako tayari kumsikia Yesu ambaye ana uwezo usiopunguka. Amina, Bwana awabariki. Basi agano la kale lilizungumza kuhusu vitu vitano ambavyo nitavizungumzia sasa, ama vinne vitatosha kwa jioni hii. Jambo la kwanza, mahali pa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Jambo la pili, namna ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Jambo la tatu, kusalitiwa kwa Yesu Kristo, na jambo la mwisho, kufa kwa Yesu Kristo. Nitatumia vipengele hivi vinne kama ithibati ya kuinua mioyo yetu jioni hii ya kipekee, kama ithibati ya kutuondolea wasiwasi na hofu kwa uweza wa Mungu, kama ithibati, wapenzi, ya kutuonyesha kwamba Yesu ni zaidi ya mtu wa kawaida. Tuanze na mahali pake pa kuzaliwa. Kitabu kile kizuri cha Mika 5 mstari wake wa 2. Teremka twende Makenzi. Mika 5 mstari wake ni ule wa 2. Soma, Biblia inasemaje? Biblia takatifu inasema, na iseme, bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo, sawa kabisa, kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli. Achia hapo, Bwana akubariki. Kabla hujamaliza fungu, inasema kwamba kutoka kwako Bethlehemu Efrata kutanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli. Hebu maliza fungu kisha niseme kitu. Inasema, Biblia inaendelea kwa kusema, inasema ambaye matokeo yake. Sasa hapo ni nataka usikie, manake hapo kuna tofauti sasa. Ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale. Hachia hapo. Yani Biblia haimzungumzii tu mwanadamu wa kawaida. Anayezungumziwa hapa ni mtu, niruhusu nitumie mtu wa kukosa lugha nzuri, mtu ambaye matokeo yake, chanzo chake kimekuweko tangu zamani za kale. Yani si ati kuzaliwa kwake Bethlehemu ndipo anapojitokeza. Hapana, alikuwepo tangu mwanzo. Kwa yeye vyote viliumba, ikiwa ni usultani, ikiwa ni viti vya enzi vinavyoonekana na visivyoonekana, kila kitu kiliumbwa kwa yeye. Lakini sasa unabii unasema ya kwamba huyu ambaye matokeo yake ni tangu zamani atazaliwa Bethlehemu Efrata, Bethlehemu ya Yuda. Unajua, kati mahali ambapo Yesu alilelewa, acha nianze na hapa. Yesu alilelewa Nazareti, lakini Yesu alizaliwa Bethlehemu. Nisikie kwa makini uone namna Mungu ni wa ajabu, na Yesu ni zaidi ya mtu mzuri. Wanasema tena wadadisi wa Biblia, kati ya Nazareti na Bethlehemu ni kilomita approximately 150, 150 kilometers kati ya Bethlehemu na Nazareti. Hasa Biblia inaposema ya kwamba Yesu atazaliwa Bethlehemu, niambie, kama ungekuwa ukiishi Nazareti,
na umuone Maria amebeba mimba ya Yesu Kristo, amefika miezi 6, alafu ambiwe yule mtoto ambao Maria amembeba atazaliwa Bethlehemu. Nani angeamini? Ni mama gani mjamzito wa miezi 9 anatoka umbali wa kilomita 150 kwenda kujifungua? Na ukumbuke leo kilomita 150 ni rahisi, maana tuna magari. Wakati huo ilikuwa natumia punda kwa usafiri. Ni mama gani mjamzito ambaye atapanda juu ya punda akiwa na ujauzito wa miezi 9 asafiri kilomita 150 kwenda kujifungua? Sikiliza, Mungu alikuwa amepanga siku ya kuzaliwa kwake, mahali pa kuzaliwa kwake, saa ya kuzaliwa kwake, mazingira ya kuzaliwa kwake, na ikatokea jinsi Biblia ilikuwa imetabiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ilikuwa imetabiri. Yesu ni zaidi ya mtu mzuri. Ni nani anapanga siku yake ya kuzaliwa? Ni nani anapanga mahali pake pa kuzaliwa? Yeye alimvuvia Mika kwa Roho wake Mtakatifu. Mika akaandika ya kwamba huyu atazaliwa Bethlehemu ya Yuda, Bethlehemu Efrata, na ikatokea jinsi ilivyotabiriwa. Maria akachukua mimba, wapenzi, na akaibeba miezi 9 kama yote yule, na hatimaye akamzaa mtoto. Na kitabu cha Isaya 7 mstari wake wa 14 zikizungumza habari za mtoto huyu, hivi ndivyo Biblia isemavyo. Isaya 7 mstari wake wa 14, twende, inasemaje? Biblia inasema, kitabu cha Isaya 7 mstari wake wa 14 inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Twende. Tazama, bikira atachukua mimba. Bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume. Atamzaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Hatimaye anasema bikira atachukua mimba, na bikira kweli alichukua mimba. Bikira akazaa mtoto. Bikira kweli alizaa mtoto. Huyo mtoto jina lake ni Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Hebu niruhusu nitue katikati ya ubiri nizungumze na wewe msikilizaji wangu mpendwa. Yesu anapoitwa Mungu pamoja nasi, sikia, Yesu anapopeanwa ili kwamba atufie, ili kwamba atukomboe, kujitoa kwake hakuanzi na kifo msalabani. Kujitoa kwake kunaanza na kujishusha, kuzaliwa kama mtu wa kawaida, kutembea kama mtu wa kawaida, kujaribiwa kama mtu wa kawaida, kuchukua asili yetu ya dhambi, kujishusha kwa hali ya juu. Unajua, Yesu hakuona mbinguni ni mahali pa kuvutia na pa kupendeza wakati tulikuwa tunazama katika dhambi. Yaani uzuri wote wa mbingu, fahari yake yote haikumvutia Yesu Kristo alipoona tunazama katika dhambi. Isitoshe, hakuchagua kuja kama mfalme, hapana. Alichagua kuchukua ubinadamu, akavika uungu wake na ubinadamu. Lakini hiyo haitoshi. Yesu hakuchukua tu ubinadamu kama kielelezo, lakini Yesu amesalia na atasalia kuwa sehemu ya ubinadamu wetu milele. Ni nani ambaye anajinyenyekeza kiasi hicho achukue ubinadamu, lakini pia amiliki wa ubinadamu milele? Na ndiyo maana leo lile fungu ambalo tulisoma jana tukisema, basi tukisogelee kiti cha rehema kwa ujasiri ili tupate neema na kupata rehema, ni kwa sababu mbele ya kiti hicho cha rehema kuna mmoja ambaye anaweza kurelate na madhaifu yetu, anaweza kuelewa mapungufu yetu, anaweza kuelewa machungu yetu, kwa sababu asili ya kibinadamu ameiretain milele. Kujinyenyekeza kwa hali ya juu sana ambayo Yesu alichukua. Unabii ukatabiria kwamba Yesu atachukua mimba. Maria atachukua mimba, atamzaa mwana, jina lake utamwita Yesu. Na ile siku Gabrieli anapokuja kuleta habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Luka sura ya 1
mstari wa 30 na 31. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Luka sura ya kwanza mstari wa 30 na 31. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Twende, inasema malaika akamwambia, usiogope. Sawa. Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Soma kabisa. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Sawa. Na jina lake utamuita Yesu. Jina lake utamuita Yesu. Samahani. Anasema ya kwamba utachukua mimba, na ukishachukua mimba utamzaa mwana, na huyo mwana utakayemzaa jina lake utamwita Yesu. Mathayo akimaliza fungu anasema kwamba kwa maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. Kwa hivyo tunapomzungumzia Yesu, wapenzi, ni zaidi ya mtu mzuri. Ulimwengu huu na Shetani ana uweza ambao haupingiki. Uweza wake ni wa ajabu, lakini kwenye pambano hili siri ya ushindi ni Yesu aliye zaidi ya mtu mzuri. Yesu ambaye anajua kupanga maisha yake na anatokea kama alivyoyapanga. Hii ndiyo siri ambayo tunaweza kuishinda katika pambano kuu dhidi ya vita vya ibilisi mwovu Shetani. Na ndiyo maana Nabii Isaya sura 61 mstari wake wa kwanza, akihubiri habari za huyu Yesu na kile ambacho anakuja kukifanya, mstari wake wa kwanza, hivi ndivyo asemavyo. Soma kwa uweza. Inasema, Roho ya Bwana Mungu hii juu yangu. Soma kabisa. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Sawa. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Sawa. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Sawa. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amina. Hii ndiyo ministry ya Yesu Kristo. Sasa Yesu ambaye amekuja ili kwamba adhihirishe kwamba yeye ni zaidi ya mtu mzuri, anasema nimekuja kuwaganga moyo, kuwaganga waliovunjika moyo. Katika pambano kuu, siri la kuondolewa wasiwasi, siri la kutiwa moyo ambao umechoka, siri ya kuinuliwa moyo ambao umekata tamaa, ni Yesu ambaye ni zaidi ya mtu mzuri. Wapenzi, katika pambano kuu hakuna mateka ambao Yesu hawezi kumwacha huru. Hakuna, sikiliza, korokoro ama gereza ambao Shetani atakufunga, ambao Shetani hawezi, ambao Yesu hawezi kukuweka huru. Manake Shetani, unajua, ana tabia ya kwamba akimshika mtu mateka hamwachilii, na siri ya kuachiliwa huru katika pambano kuu ni Yesu Kristo. Hakuna gereza ambalo Yesu hawezi kufungua. Ni ulevi, Yesu anaweza kukuweka huru. Ni uzinzi, Yesu anaweza kukuweka huru. Ni tamaa za ulimwengu, Yesu anaweza kukuweka huru. Ni uganga na uchawi, Yesu anaweza kukuweka huru. Hakuna gereza ambalo Yesu hawezi kukuweka huru. Ukimruhusu Yesu Kristo, anajua namna ya kuingia katika gereza ya kukuweka huru. Manake anajua namna ambavyo kile kifungo ulichofungwa anaweza kukuweka huru kweli kweli. Mpe nafasi. Wengi Shetani ametambua ya kwamba hatujaiamini nguvu ya Yesu Kristo. Wengi Shetani ametambua ya kwamba hatujajua kitu ambacho Yesu anaweza kukifanya, na kwa hiyo ametugeuza mpira anatuchezea, ametugeuza karata anatupanga. Lakini nikwambie siri ya ushindi, siri ya kutoka gerezani, siri ya kutoka kifungoni ni kumruhusu Yesu Kristo atamalaki. Hakuna gereza ambalo hawezi kukuokoa kwalo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna gereza, hakuna. Unajua Biblia inasema ya kwamba Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kizungu inasema it is the power of God. Unajua vitu ambavyo Mungu amefanya katika ulimwengu huu kutumia uweza wake vinapaswa kutupatia ujasiri usio wa kawaida, lakini tumeruhusu ili kwamba ibilisi mwovu Shetani atukatishe tamaa, atupotezee laini ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni amepungukiwa nguvu. Hebu ngoja nikupatie mifano michache. Unajua wanasayansi wanasema ya kwamba ili kitu kielee juu ya maji
lazima kiheshimu sheria za kuelea na kuzama. Wanasema the laws of floating and sinking. Ili kitu kielee, nimesahau sheria hiyo inasema vipi, lakini wanasema kila kitu kinachoelea juu ya maji lazima kiheshimu sheria za kuelea na kuzama. Ndio maana feri inaelea juu ya maji, ship kubwa, meli kubwa inaelea juu ya maji, lakini ukichukua shilingi ukitumbukiza inatumbukia ndani ya maji. Japo shilingi ni ndogo na feri ni kubwa, feri inaelea, shilingi inazama. Manake kuna sheria za kuelea na kuna sheria za kuzama. Mimi ninauliza sasa, unafikiri vipi? Yesu aliheshimu sheria gani ili aweze kutembea juu ya maji? Ni sheria gani ya kuelea na kuzama ambayo Yesu aliitii ili kwamba aweze kutembea juu ya maji? Hakikisha ya kwamba hata sheria za nature Yesu can act against them. Akiamua ya kwamba anaokoa, hakuna kinachoweza kumzuia. Akiamua na kutoa gerezani, hakuna kinachoweza kumzuia. Hakuna. Si wanasema wanasayansi tena, ili mimba itungwe ni lazima mwanamume na mwanamke wajamiane. Tuwaulize, Maria alipata mimba wapi? Wanasema kwamba kuna kipindi kikifika cha miaka mtu hawezi kujifungua tena, wanakiita menopause kwa wanawake, andropause kwa wanaume. Wanasema hicho kipindi miaka ikigonga haiwezi tena kupata mtoto. Tuwaulize, ile miaka ya Abrahamu na Sara, ile miaka ya Elizabethi na Elkana ilitoa wapi nguvu? Alikuwa anaitwa nani mke wa Elizabethi? Zakaria. Alitoa wapi nguvu ya kutungwa mimba ndani ya tumbo lake? Sikiliza, the power of God acts even against nature. Amen. If God is out to save, nothing can prevent him. Amen. Hakuna. Kwa hiyo hakuna kifungo ambacho kinaweza kumzuia Yesu kukutoa ndani. Ulevi umekuangaisha kwa sababu tu hujamruhusu Yesu akutoe kifungoni. Uzinzi umekuwa sehemu yako kwa sababu hujamruhusu Yesu akutoe kifungoni. Ibada za uchawi na uganga zinakuangaisha kwa sababu hujamruhusu Yesu akutoe kifungoni. Ukimpatia nafasi, anasema nimekuja kuwatangazia mateka wote uhuru wao. Na hata we mama, jioni hii ya kipekee, Yesu anaweza kukuweka huru. Wewe kijana, Yesu anaweza kukuweka huru. Mzee unanisikiliza, Yesu anaweza kukuweka huru kwa sababu yeye ni zaidi ya mwalimu mwema. Yeye ni zaidi ya mtu mzuri. Yeye ni zaidi ya mwalimu wa filosofia. Yeye ni zaidi ya kiongozi wa kidini. Yesu tunayemzungumzia hapa, wapenzi, ni yule Yesu ambaye aliponywa magonjwa ambayo alishindwa kuponyeka duniani. Ni yule Yesu ambaye, wapenzi, alisamehe dhambi ambazo hakuna mtu angeweza kusamehe. Ni yule Yesu ambaye aliwafufua wafu kutoka kaburini. Na huyo Yesu anaweza kukuweka huru na wewe kweli kweli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaweza. Ila katika saa za mwisho za maisha ya Yesu Kristo, unabii unatufikisha kwenye sehemu muhimu sana ya maisha yake. In the last moments ya maisha ya Yesu Kristo, unabii unatufikisha kwenye sekta muhimu sana ya maisha yake. Akijiandaa kufa msalabani, anawakusanya wanafunzi wake, na katika ile meza ya Pasaka unabii unatimizwa ambao uliandikwa na Daudi miaka mingi sana iliyopita. Zaburi 41 mstari wa 9. Soma mtu wa Mungu Orina. Inasemaje? Maandiko yanasema, sawa, msiri wangu tena niliyemtumaini, sawa, aliyekula chakula changu, sawa, ameniinulia kisigino chake. Sawa. 9 imeisha. Achia hapo, Mungu akubariki. Asante. Anayeandika Zaburi ni Daudi. Daudi alijua vipi ya kwamba Yesu atakapokuja kufa ni mmoja wa wanafunzi wake ndiye atakaye msaliti? Mpaka anaandika msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Alijuaje kwamba ni mmoja wa wale tena Sara ndio watakao msulubisha Yesu Kristo? Alijuaje hilo?
kama Yesu si zaidi ya mtu mzuri, kama Yesu siyo Mungu mwenye uweza spesheli, na isitoshe Agano la Kale halikusema tu kwamba Yesu atasalitiwa. Agano la Kale tena lilisema atasalitiwa na kiwango gani cha fedha kabla hata haijatokea. Zakaria, soma Zakaria 11 mstari wa 12 na 13. Soma kwa pesi ili kwamba tuende. Inasemaje? Inasema Zakaria 11, 12 na 13. Inasema, nikawaambia, sawa, mkiona vema nipe ujira wangu, endelea kabisa, kama sivyo msinipe. Basi wakampimia vipande 30 vya fedha, sawa, kuwa ndio ujira wangu, sawa. Kisha Bwana akaniambia, mtupie mfinyanzi kima kizuri, sawa, hicho nilichotiwa kima na watu hao. Maliza kabisa. Basi nikavitua vile vipande 30 vya fedha, nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana. Achia hapo. Fungu linazungumzia vitu viwili. Jambo la kwanza, kiwango cha fedha ambacho kingetumika kumsaliti Yesu Kristo. Lakini jambo la pili, matokeo ya baada ya Yesu kusalitiwa. Kiwango anasema ni vipande 30 vya fedha. Mbona si 25? Mbona si 27? Mbona si 26? Akataja kwa umakini wake 30. Tena akasema atakaye msaliti Yesu Kristo hatimaye hatia itamjaa, zile hela ambazo atachukua atazirusha kwenye nyumba. Na ndivyo ilivyotokea kwenye Agano Jipya. Wapenzi, Yudasi Iskarioti alipomuuza Bwana wake kwa vipande 30 na fedha, dhamira ilipomchoma alirejea hekaluni, akavirusha vile vipande, wakavichukua, wakanunulia nalo shamba ambalo lilikuwa linatumika kuwazika wageni. Jinsi Biblia ilikuwa imetabiri ndivyo ilivyotokea. Kiasi cha kusalitiwa, matokeo ya kusalitiwa, lakini mahali ambapo hatimaye itatokea baada ya kusalitiwa. Sikiliza, dhihirisha kwamba Yesu, wapenzi, ni zaidi ya mtu mzuri. Unabii ambao uliandikwa kumhusu hatimaye ulijitokeza kujitimiza maishani mwake kama ilivyoandikwa. Na huyu ndiye Yesu ninayekupendekezea katika mikutano hii. Huyu ndiye Yesu ambaye natamani umfanye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama anaweza kuyapanga maisha yake, anaweza kuyapanga maisha yako. Amen. Kama anaweza kuratibu maisha yake, anaweza kuratibu maisha yako. Kama anaweza kuamua kesho yake, anaweza kuamua kesho yako. Kama ana nguvu dhidi ya kaburi, anaweza kuwa na nguvu dhidi ya dhambi. Huyu ndiye Yesu ambaye tunamtambulisha kwenu na hata kwangu, manake yeye ndiye siri ya kufanikiwa, ndiye siri ya ushindi kwenye pambano kuu. Nimalizie hapa. Masaa 24 ya mwisho kwenye maisha ya Yesu Kristo yalifikia sehemu muhimu sana. Nabii Isaya akiandika kuhusu masaa hayo ya mwisho yake kwenye Isaya 50 mstari wa 6, hivi ndivyo anavyoandika Nabii Isaya. Soma twende. Isaya 50 mstari wake wa 6 inasema, naliwatolea wapigao mgongo wangu, sawa, na wang'oao ndevu mashavu yangu, sawa, sikuficha uso wangu usipate fedhea, sawa, na kutemewa mate. Biblia inatabiri miaka 600 kabla ya kwamba Yesu atakuwa mbele ya hakimu, atatemewa mate, atang'olewa ndevu. Na ukirejea kwenye Agano Jipya, matukio ya dakika za mwisho ya Yesu Kristo yanatokea jinsi Biblia ilivyotabiri. Anatemewa mate, anang'olewa ndevu. Yesu anateswa masaa ya mwisho ya kuishi kwake duniani. Yesu ambaye taji ya miiba inasindiliwa kwenye kichwa chake. Yesu ambaye anavikwa joho la kumkejeli kama mfalme. Yesu ambaye mijeledi ya Kirumi inawamba ngozi yake laini. Unajua askari wa Kirumi walikuwa wanashindana ni nani atakayemuua mfungwa kwa mjeledi tu. Kwa hiyo askari wa Kirumi alikuwa akipatiwa nafasi ya kutumia mjeledi kwa mfungwa, alikuwa anaitumia na nguvu ili apate sifa ya kwamba yeye alimuua mfungwa kupitia
kupitia mjeledi. Kwa hivyo ule mjeledi unaporushwa katika mgongo, anairusha na nguvu yake yote. Na unajua mjeledi wao ilikuwa ni mbao huku nyuma kama mita moja ama nusu mita hivi, alafu mbele ngozi zilizowambwa na kuchanwa chanwa, lakini kwenye ngozi kulikuwa na mchanganyiko wa mawe, vipande vya chuma na vipande za mifupa ambayo ilikuwa imevunjika. Kwa hivyo mjeledi wa Kirumi ulikuwa ukirushwa kwenye mgongo, zile chache za kwanza zimetosha kurarua nguo. Zilizosalia zote zilikuwa sasa ni kunyofoa nyama katika mgongo wa mfungwa, na walikuwa wanaifanya na jitihada ili kwamba waweze kumuua mfungwa na kumwangamiza. Huyu ndiye Yesu Kristo ambaye unabii unazungumza kumuhusu ya kwamba atakuja apigwe kama mtu wa kawaida, atasimamishwa mbele ya Pilato kama mfungwa wa kawaida, ataangikwa msalabani kama mfungwa wa kawaida. Na Isaya atakwambia aliteswa kwa sababu ya dhambi zetu, alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu, aibu ya masikitiko yetu ilikuwa juu yake. Lakini anamaliza kusema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo sisi tumepona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kupigwa kwa Yesu Kristo sisi tumepona. Jana mchungaji alisoma fungu la nguvu tena sana, fungu lile la Wagalatia 3:13 kama nalikumbuka vizuri, nalosema kwamba Yesu alifanyika laana kwa ajili yetu. Yesu alifanyika laana kwa ajili yetu, maanake imeandikwa alaaniwe yeyote aliyeangikwa mtini. Laana yetu Yesu aliichukua. Amina. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Wakorintho wa pili 8 mstari wake wa 9. Maana mumejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa soma kwa ujasiri, ni hiyo inasema, maana umejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Maana mumejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu, ingawa alikuwa tajiri. Maliza fungu kabisa. Ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri. Ili kwamba sisi wapenzi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aliyekuwa tajiri alichagua kuwa maskini ili sisi tulio maskini kwa utajiri wake tuweze kupata kwa kuchagua kuwa maskini, tuweze kupata utajiri, tuweze kuhesabiwa haki ya Mungu pasi na matendo yetu, bure kwa neema tu. Amen. Kwa hiyo kwa kifo cha Yesu msalabani, mbingu imefanya kile ambacho hakuna mtu angeweza kukifanya. Kwa kifo cha Yesu msalabani, Mungu amefanya kile ambacho hakuna kitu kingeweza kufanya. Na nikwambie, huyu Yesu ndiye siri ya maisha yaliyobadilika. Haiwezekani, nisikie kwa makini, haiwezekani ukutane na Yesu Kristo na maisha yako yabaki vile, kwa sababu yeye ndiye mwenye uweza wa kukutoa kifungoni, kukuweka huru, kukupatia tumaini la uzima wa milele. Najua hata pale msalabani Yesu alipokuwa ameangikwa, wezi wawili kando yake huku na huku, mmoja kamkejeli na mwingine akakumbuka huyu ni zaidi ya mwanadamu. Wakati yule alisema, kama wewe ni mwana wa Mungu tuokoe na ujiokoe, yule akajua this is more than just a normal person, ni zaidi ya mwanadamu. Akageuka na akamwambia Yesu, Yesu, unikumbuke utakapokuja na ufalme wako. Remember me. Wacha nikwambie, hilo ombi Yesu akilisikia huwa lazima alijibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ombi Yesu akisikia unikumbuke, he usually must respond to it. Hebu ngoja nikwambie hivi, unaweza kuombea school fees, Mungu akakawia kwa kipimo chako, mtoto akafukuzwa shule. Unaweza kuombea kodi ya nyumba, Mungu akakawia, na nuku kukawia manake sisi ni wanadamu, kisha ukafungiwa nyumba. Unaweza kuombea mgonjwa, Mungu akamruhusu afe. Lakini sikiliza, kama kuna swala ambalo ukiliombea Mungu hasiti kujibu, hakawii kurespond, ni swala la ukombozi. Ukimwambia Bwana, upepo wavuma, dhambi imenilemea, hatia inanitawala, Bwana niokoe, that one he responds immediately. Amen. Hakawii.
Muulize Petero. Siku moja Petero akamwona Yesu akitembea juu ya maji. Huyo anakuja. Alafu wanafunzi wakashtuka, wakasema ile ni jini, ni kama shetani. Lakini kwa kuwa Petero alikuwa na ujasiri usio wa kawaida, anamwambia Yesu, maana Yesu alikuwa amesema ni mimi, msiogope. Akasema kama ni wewe Yesu, niamuru ili kwamba nije. Alafu Yesu akasema njoo. Kisha Petero akaanza kutembea juu ya maji. Nisikie. Akapiga hatua za maana. Nitakwambia ni kwa nini naamini alipiga hatua za maana. Mwandishi ninayempenda nje ya Biblia anasema hivi: baada ya Petero kupiga hatua zile ambazo alizipiga samahani, akagundua ya kwamba ni kweli ametembea juu ya maji. Aligeuka nyuma kwa wanafunzi kana kwamba kuambia, si mnaona nimetembea? Sasa aliporegea huku, akapoteza taswira ya Yesu Kristo kwa sababu alilose focus kwa yule ambaye alikuwa anamuita. Anyway, kabla sijaendelea mbali, unafikiri alipoanza kuzama, wale watu ambao walibaki kwenye dau aliyekuwa amewaringia, unafikiri walisema nini? Sema tulijua tu, hakuna mahali anaenda. Anyway, hiyo ndio experience ya watu ambao hawajawahi kutembea juu ya maji. I mean, Mkristo yote ambao hajawahi ku exercise faith haelewi imani ni nini. Kweli. Na hata wakati uki exercise faith haoni kwamba hii ni imani ambayo imewekwa katika matendo, huwa hajui. Na isitoshe, kama wanafunzi kweli walimchekelea, wao walikuwa wanamchekelea Petero na wako ndani ya dau, hawajajaribu hata kutembea, they are still in the boat. Walisahau ya kwamba Petero ametembea ndipo akaanguka. Na ina maana yeyote ambaye ameanguka baada ya kutembea ana uwezo wa kutembea tena. Amen. Yeyote, sikiliza, ambao ameanguka baada ya kutembea, huyo ana uwezo wa kutembea tena. Hata wewe ukianguka usigagae matopeni, jua ya kwamba kama ulipata uwezo wa kutembea na ukaanguka, aliyekupatia uwezo wa kutembea siku za nyuma, katika angiko lako anaweza kukusimamisha tena. Kuna wimbo unasema, kabla sijamaliza kisa cha nataka nifikie, love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Amen. Sasa Petero, tafsiri ya Kizungu inasema beginning to sink. Alipotambua tu anazama, akasema Bwana niokoe. The next word Kizungu ni immediately. Hapo kwa hapo Yesu alinyosha mkono wake akamwinua. Ndio maana nakwambia naamini alitembea significant distance. Ina maana alitembea to a point, distance yake na Yesu Kristo kilichosalia ni arm stretch peke yake. Akamwinua, wakatembea, wakarejea na yeye katika dau. Sikiliza, kila wakati ambapo, sikiliza, umehisi kulemewa na hatia ya dhambi, Shetani kuonyesha namna ambavyo you are broken beyond repair, tumaini ni hili: ombi la msamaha wa dhambi, ombi la kuokolewa hatimaye, ombi la kutolewa katika shimo la dhambi. Hilo Yesu analishughulikia hapo kwa hapo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jifunze kumwamini Yesu kwa hilo. Na huyu Yesu ndiye natamani afanyike Bwana. Manake yule mwizi alipoomba ya kwamba Bwana unikumbuke, akakumbukwa. Yesu akamwambia, hivi leo nikiwa na wewe msalabani, hivi leo nikionekana kana kwamba siwezi kuokoa mtu, hivi leo damu ikichururiza kutoka kichwani mwangu, hivi leo na kuahidi ya kwamba wewe utakuwa pamoja na mimi paradiso. Haiwezekani kukutana na Yesu Kristo na maisha yako yabaki jinsi yalivyo. Unajua ile Ijumaa tena, kuna centurion, askari wa Kirumi, alitoka kwake asubuhi akijua anaenda kufanya kazi ya serikali ya Kirumi. Hivyo ndivyo alivyojua. Leo tena kumaliza mhalifu, mbio, ana presa, anaambia wanawake wa Kiyahudi, pisheni, kuna mhalifu mmoja tunaenda kumaliza stori yake msalabani. Anakuja na ujasiri na akijua kwamba huyu leo nitamalizana na yeye. Kafika msalabani, na ili ahakikishe kwamba Yesu amekufa kweli kweli, akachomoa mkuki akaurusha kwenye ubavu, na mchanganyiko wa damu pamoja na maji vikafanya muujiza mkubwa. Badala ya kutoka msalabani akiwa
akiwa na furaha ya kufanya kazi yake kawaida, alitoka msalabani kama amekiri huyu kweli alikuwa ni mwana wa Mungu aliye hai. It is impossible ukutana na Yesu Kristo na maisha yako yabaki vile yalivyo. Mpenzi, jioni hii ya kipekee nampendekeza Yesu kwako. Anaweza kuyabadili maisha yako kwa namna ambavyo hujaweza kudhania. Anaweza kukupatia ushindi kutoka kifungoni kwa namna ambavyo hujawahi kufikiria. Mpe huyu Yesu nafasi. Ndio, shetani anaweza, sawa. Shetani ana nguvu, nakubali, tena nguvu yake si kidogo, sawa. Lakini nguvu ya Yesu Kristo ni nguvu ambayo itamshinda. Amen. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Power. Na ukitaka kujua, utakutana na Yesu Kristo. Mimi Robinson ninamchagua huyu Yesu tena kwa mara nyingine. Amen. Afanyike Mwokozi. Mimi Robinson nataka niwe wa kwanza, ili kwamba huyu Yesu ayatamalaki maisha yangu. Hebu nione aliye wa pili na watatu na wanne na umati mzima. Kama mnamaanisha kweli na wasii, msimame sasa. Kisha ni wasii kama mjali, msongee karibu. Simama. Hata mimi ninamchagua huyu Yesu aliye chimbuko la uzima wa milele. Hata mimi namchagua huyu Yesu ambao kwa yeye ushindi ni hakika. Hata mimi namchagua huyu Yesu ambao kwa yeye hakuna kile ambacho hakiwezekani. Magereza tunatolewa, vifungo tunawekwa huru. Hata mimi namchagua huyu Yesu. Manake licha ya nguvu ibilisi mwovu shetani, licha ya mahangaiko yake, kuna nguvu ambayo inaweza kumshughulikia shetani vilivyo. Hii nguvu tunayohitaji, hii nguvu itakayotupatia ushindi, hii nguvu ambayo hatimaye itatupatia tumaini la uzima wa milele, ni nguvu nayo kwa Yesu Kristo jemedari wa msalaba. Ni nguvu ipatikanayo kwa Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Ni nguvu ipatikanayo kwa Simba aliye wa kabila la Yuda. Nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa, na kombolewa na damu, mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furahi, lugha kutamka, kulionyesha pendo lake. Mimi ni mtoto wa dhambi ambayo watu walisema kuhusu wewe yafe kwa ajili yake. Na ninampenda Yesu ambaye baada ya kuingia kwenye kesi, Baraba akafunguliwa, ila yeye akabeba si tu makosa ya Baraba, amebeba makosa ya Kenya yote. Amebeba makosa ya Kenya yote. Amebeba makosa ya Afrika. Amebeba makosa ya ulimwengu. Anakubali uzinzi wako au bebe yeye, maneno yako mabaya ayabebe yeye. Anakubali Yesu. Na Ijumaa ile kama hii ya leo, Yesu akakubali abebe laana ili sisi tuitwe wabarikiwa, abebe dhambi ili sisi tusafike, abebe umaskini ili mimi na wewe tuwe matajiri. Jamani, Bwana asifiwe. Bonione ambao anasema huyu ndiye Yesu na namuhitaji maishani mwangu. Ndio maana kesho
tutakuwa na mamia ya watu ambao wamekubali, ambao wamesema hadharani, imetosha kuendelea kubeba dhambi zangu peke yangu, imetosha kubaki nje ya ulingo kwa muda mrefu, kubaki nje ya Mungu. Na ninawahakikishia wanakenyenya, watakaompokea Kristo, yeye ndiye anayesema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, ya kale yamepita. Nasema tena, ya kale yanapita, tazama anayafanya yote kuwa mapya. Natamani nione kundi lile la wanawake na wanaume, wasichana na wavulana, ambao hata bado walikuwa hawajafanya maamuzi haya, lakini wanasema jioni ya leo, sanjari na neno hili, sambamba na neno hili, wanasema, Pastor, ninaomba Mungu anipokee mimi na maisha yangu, ili huyo Yesu awe sababu ya ushindi wangu kwa njia ya kipekee ya ubatizo. Na hivyo tunaenda katika maombi sasa. Lakini ndugu yangu, hebu sogea tena hapa. Huwa nimemtumia yeye kama ndio wito wa ubatizo, na hii imekuwa tu strategy. Ninajua anaandika majina, na hivi sasa ana watu 154 ambao ameshaandika. Tuseme amen. Hivi kwani huku msema amina ni nini sasa? 154 ni watu wadogo hao? Jamani, watu 154, Bwana asifiwe. Amen. Na una watu wengi tu ambao wataandika majina yao. Hawa ni wale ambao wameandika. Kuna ambao wataandika leo, jioni hii ya leo, sasa hivi. Kuna ambao watakuja kesho na kuandika. Kesho tutakuwa na massive baptism. Tuseme amina. Amen. Watu wakiachana na maisha ya kitambo, wanakutana na maisha ya Bwana wao. Ikiwa una mtu ambaye umemwombea juma zima, hebu niseme haya ninapoenda kuombea, ambaye umemwombea juma zima, nimekuambia katika mahubiri yangu ya kwamba kujitoa, kubatizwa ni vita, ni vita. Kwa hiyo unaweza kuwa na watoto wakakataa wito huu, unaweza kuwa na marafiki wakakimbia wito huu, unaweza kuwa na mume, mke akakimbia wito huu. Nenda usiku wa leo, kaombe sana kwa ajili ya watoto wako, kaombe sana kwa ajili ya marafiki zako, kaombe sana kwa ajili yako mwenyewe. Ikiwa ni wewe, ikiwa ni mtoto, ikiwa ni mume au mke, ikiwa ni marafiki, tuwaombe. Ni tamaa ya Mungu kesho umati mkubwa umpokee yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jamani, haleluya. Amen. Wangapi wataenda kufanya kazi jambo hilo na kuliombea? Nione mikono yao juu. Enda ukaalike watu, enda ukawaombee. Mungu akubariki sana. Utasimama tu pale, as the time goes, tunatoka, utakuwa hapa kwenye hii ukiandika majina. Wale wote ambao wako na 12 and above, wale ambao walirudi nyuma, wale ambao ndio mara ya kwanza. Ikiwa una rafiki ndio kumshawishi, nimeona watu wengi wakileta marafiki zao. Hata ambaye uko kule barabarani, hata ambaye uko kule kwa bodaboda, popote ulipo, Yesu anakuja tena, sio utani, ni halisi. Mpe Yesu maisha yako. Maisha haya hayana guarantee. Mwambie Yesu, pokea maisha yangu. Jioni leo fumba macho yako ili tuombe. Hebu anza kuombea majina ya watu ambao unajua walibatizwa wakarudi nyuma. Waombee na wataje wale ambao unataka kwenda kuongea nao kwenye maombi, ambao unasema, Bwana, natamani kesho miongoni mwa mamia ya watu watakaobatizwa, huyu awe miongoni, au hawa. Wenda una mtu mmoja, wawili, watatu, watano, 10, idadi fulani hivi ya watu, unasema natamani hawa wabatizwe.
ninaomba uendelee kuwataja. Ikiwa ni wewe mwenyewe, muombe Bwana ili leo uandike jina lako. Sabato inapoingia, Yesu aingie moyoni mwetu. Yesu aingie moyoni mwetu. Unaweza ukaendelea kuomba ukitaja watu ambao unafikiri unataka wabatizwe. Ikiwa una mtu kichwani, endelea kumwambia Bwana, naomba ujitwalie kundi la watu ambao watakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Endelea kuomba. Wakati unaomba ni wakati wa maombi tu, ni muda wa maombi huu, na Bwana endelee kusikia maombi yako. Bwana aendelee kukusikia unapoomba. Bwana aendelee kuinua watoto ambao ni watoto wako, ndugu jamaa na marafiki, ili kesho nao wakazaliwe upya kwa mara ya pili. Wazaliwe upya mara ya pili. Wazaliwe upya mara ya pili. Maana hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo anaweza kuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Ninaomba kila mmoja anyamaze sasa, wakati wa kuomba huu. Kila mmoja aombe. Ombea roho za watu. Roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa huzuni, bali sema kwa ujasiri, niko Bwana, nitume. Nenda katafute watu ambao watabatizwa kwa kazi yako, na Yesu ajaye atatupa taji ya uzima. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu, jioni ya leo ninaomba kipekee. Jioni ya leo ninakutaja Yesu kipekee. Baba, na kuomba wewe kipekee, jina lako litukuzwe. Baba, jina lako litukuzwe. Baba, jina lako litukuzwe. Jioni ya leo ninakuja mbele zako, mimi pamoja na wasikilizaji wote hawa. Ninakuja mbele zako kwa ajili ya wana Kenyenya. Ninakuja mbele zako kwa ajili ya wanaofuatilia mtandaoni. Ninakuja mbele zako kwa ajili hata ya kwetu wahudumu. Ninakuja mbele zako kwa ajili ya wanakwaya. Ninakuja mbele zako kwa ajili ya wasikilizaji. Ninakuja mbele zako kwa ajili ya viongozi wa mkutano huu. Baba, jioni ya leo umetuambia habari zako Yesu. Hatutachoka kusikia, maana kisa chako cha thamani kinatupendeza sana. Jinsi ulivyoteswa na ukateswa msalabani, jinsi ulivyoangikwa Bwana, taji ya miba ulibeba, misumari ukapigwa, mijeledi ukachapwa, mkuki ubavuni ukachomwa. Baba, ulichubuliwa kwa ajili yetu. Kwa maana hiyo Kristo ulikufa na hatimaye ukafufuka, na unasema mjioni ya leo, ni kwa kupigwa kwako Kenyenya imepona. Kenyenya inapona. Na kwa sababu hiyo Bwana, ninaomba damu yako, ninaomba uwezo wako, ninaomba mamlaka yako, ninaomba uwezo wako, ninaomba mamlaka iende mpaka kule kwenye maduka, iende mpaka kule kwenye majumba ya watu, iende mpaka kule nyumbani kwetu. Baba, iende kwenye zima, hapa kwenye kutano zima. Baba, kila mmoja apokee uwezo wa nguvu zako, apokee uwezo wa nguvu zako. Ninaachilia nguvu ya Yesu jioni ya leo. Ninaachilia uwezo wa Bwana jioni ya leo. Baba, ninaachilia uwezo wako jioni ya leo. Ikiwa kuna mtu ambaye alikuwa amechoka katika majaribu, amechoka katika dhambi, amechoka katika mateso, ninaachilia uwezo wa jina lako Yesu. Baba, uwezo wako unapita hapa. Na kwa sababu ulikufa, kwa sababu ulimwaga damu, kwa sababu ulikubali kuteswa, kwa sababu ulituacha kweli kwamba tusipotee, ukaamua uje ushuke tuokoe. Ninatangaza jioni ya leo kwamba kwa Yesu Kristo tumepona.
Baba, kwako wewe tumepona. Ndoa zinapona, watoto wanapona, magonjwa yanapona, shida zinapona, hali yoyote inapona. Bwana, jioni ya leo ikiwa kuna mtu anataka kukutana na wewe Baba, naomba ukutane na yeye. Ikiwa kuna mtu anataka kukutana na wewe, naomba Bwana ukutane na yeye. Meet us Lord, meet us Lord at our points of need. Ninaomba kutane na sisi, kutana na yule mama, kutana na yule baba, kutana na yule mzee, kutana na mtu mmoja hapa, maana Yesu wewe ndiye kimbilio letu. Daudi anasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Daudi anasema, nitayainua macho yangu juu, nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Lakini anatoa jibu, msaada wetu uko kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ninakuomba kwa namna hiyo, kwa sababu watoto wako wamekuja kwa wingi, wakitoka makanisa mbalimbali. Wengine wametembea kilomita kadhaa, wengine wametoka umbali. Naomba karibia mgeni Sabato, na unapokuja mgeni Sabato, ingia na baraka zetu Baba, ingia na baraka zetu. Ninaomba niombe kipekee hata siku ya leo kwa ajili ya serikali ya Kenya. Ninaomba niombe sub county hii, naomba niombe hata ndugu zetu maafisa wa ulinzi na usalama, naomba niombe hata watu wote walioko hapa, ninaomba niombe kila mmoja aliyeko hapa. Baba, naomba utubariki, naomba ututetee, naomba utupiganie, naomba utukomboe, naomba utushindie, naomba we Mungu wetu, naomba we Baba yetu, naomba utuponye, naomba utuokoe. Hata waliokuwa na roho ngumu, Baba kawaokoe, Baba kawaokoe. Ninapohitimisha ombi hili Mungu wetu, naomba nikuombe baraka za Sabato. Baada ya masaa haya, Sabato ni karibu inaingia, jua linamalizia kuzama. Watoto wako wanapoenda kujiweka sawa ili waje kwa mgeni Sabato, kwa kuwa kesho watu watasafiri kutoka mbali na karibu, watu watajaa kwa wingi. Na kuomba jambo hili Mungu wetu, ukubali hali ya hewa itulie kwa utukufu wa jina lako, ili tukae miguuni pako, maana miguuni pake Yesu hapo tutafanya sala. Ni mahali pa kuweka dhambi zetu, tutakuwepo kila saa. Baba, asante, asante kwa ambao wanafanya maamuzi ya ubatizo. Asante kwa ajili wanaoamua hata sasa hivi, hata wanapoamua sasa wabatize kwa Roho, maana kesho umati mkubwa utabatizwa kwa maji mengi. Jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Tukiwa tumetulia pale ili tupokee pia na matangazo mengine kwa utulivu, maana Sabato inakaribia. Niseme yafuatayo: yeyote ambaye hajabatizwa, leta jina lake. Ikiwa kuna mtu amekutuma ulete jina lake, unaweza kufanya hivyo. Lakini zaidi ya yote, kesho wahi, maana watu watakuja kwa wingi. Na alika marafiki, jamaa na kila mmoja mlioko barabarani na mbali, tunawaalika. Bwana awabariki. Na sasa njoni kwa ajili ya kuandika majina ya ubatizo. Kila mmoja asiondoke kama hajaweka jina lake pale, maana Bwana anatupenda. Zaidi ya yote, karibuni kwa wingi ninyi na marafiki zenu wote. Bwana awabariki. Njoo tu andika majina yako. Njoo dada, njoo kaka, njoo mama, njoo kila mmoja, andika majina yako hapa. Asante. Asante. Ninaomba. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith,
love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons. 9 asubuhi kabla ya kwenda kwa mahubiri ama mipango ya mchana. Bono beka malietawo abagaka bekanisa abadikon n'abadikones abadikon n'abagaka bekanisa baumerana asenge nchiyokorosia mangana ayo amambia buyamono mo Kenyenya Main SDA Choir mkutane hapa kwa tenti hii ya mwisho. Kenyenya Main. Okay, choir sasa imba. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point.